Sasa. Yes people, welcome back to the channel. Naitwa Navigator Chinduli na leo bwana ni day 3. Siku ya 3 ndani ya Mwanza na hii ni mission ya 3. Mission ya leo tunaenda kutembelea Bismarck Rock, mawe maarufu sana ambayo yanapatikana Mwanza. Watu wengi mnayajua. Ambayo ni kama maajabu. Ni maajabu kwa jinsi ambavyo yalivyo hayo mawe. Na huu hapa mtaa unaitwa Gamal Abdel Nasser. Huyu alikuwa ni mkombozi wa taifa la Misri. Anaitwa Mwanza, mitaa mingi imepewa majina ya watu ambao ni wale freedom fighter. Mtuvuke hapa. Freedom fighter. So hapa mbele yangu kama unavyoweza kuona ni Ziwa Victoria. Na hizi hapa ni fukwe za Ziwa Victoria, na hapa ni mtaa wa Gamal Abdel Nasser. So tuenzetu tuweze kuona hayo mawe yanafananaje. Hapa si tunaingia tu free. Amna shida. Sasa hizi wema kabisa. Mbona kama kuna kiingilio. So ndo hapa ambapo tupo. Unaweza kaona mawe yenyewe ndo yale pale. Salama kabisa. So ndio nimeingia hapa ni ufukweni kabisa Ziwa Victoria. Kama unavyoweza kuona, na hili hapa ndio jiwe maarufu lile linaloitwa Bismarck Rock. Bismarck Rock. Ukifika hapa unaweza kulipia. Kiingilio hapa ni shilingi 1000 kama umekuja kuubalizi. Lakini kuna huduma ya boti shilingi 5000 kwenda kisiwani na kuzurura hapa. Kwa leo sasa tuweza kufanya hiyo hapo. Lakini hili hapa ni Ziwa Victoria. Siko peke yangu, niko na jamaa wangu hapa. Njoo kwanza ujitambulishe. Nipo na mwenyeji wangu hapa ambaye yeye ndo atanipeleka maeneo haya hapa, anaweza akajitambulisha mwenyewe. Kwa jina naitwa Goodluck Mbise. Mwenyeji wa Mwanza na naishi wilaya ya Nyamagana. Sasa hapa ndugu yangu hakuna mamba. Maana mimi nilikuwa najiuliza ziwani kuna mamba au hamna mamba? Kwa kweli ziwani mamba wanakuwepo. Ila kwa mitaa hapa anakuwa sio rahisi kuwepo, anakuwa wako mbali. Sasa hivi anakuwa wapi. Ila kwa kawaida ziwani kunakuwa na mamba. Sawa. Tofauti na kwenye bahari. So angalau ninawe maji ya ziwani haya. Kwa sababu nimetembelea ziwani leo Ziwa Victoria. Na hapa ndo yale mawe maarufu yanaitwa Bismarck Rock. Unaweza kuona watu wa physics sijui mtasemaje. Unaweza kuona jiwe lipo juu pale limesimama lile. Na alianguki. Sio ndo gravitational force sijui nini. Niandikie hapo chini. Lakini hiyo ni katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Mwenyewe ndo anajua ameweka nini pale. Unaona jiwe lile limeacha nafasi pale. Lakini alianguki. Miaka na miaka. Na lina yani pale tangu imeumbwa dunia lipo pale. Na mvua, upepo, lakini alianguka. So ngoja tupandishe hapa juu tuweze kuona mitaa hii hapa inafananaje. Huu kama nilivyokuambia ni mtaa wa Gamal Abdel Nasser. Huyo ni mpigania uhuru na mwanaharakati wa Misri. Miaka hiyo hapo. Na uruhusiwi kukojoa maeneo hayo, ukikamatwa 50,000. Utakuwa unachafua mazingira. So this is Mwanza na hili ni Ziwa Victoria. Ziwa Victoria limekanyaga nchi 3 Tanzania, Kenya na Uganda. Lakini vyanzo vyake ndio kwa Uganda ambako inaenda kuungana na mto Nile. Kwa hiyo cha mto Nile. So ndo kama hivi hapa inavyoonekana Ziwa Victoria mwaka huu hapa 2026. Kule ndo Capri Point. Kule chini. Wapi? Tunavuka, tunashuka na hiyo barabara alafu tunaingia hivi. Alafu na barabara nyingine inafikisha mpaka Samaki. Huko ndio Capri Point. Kwa hiyo hapa ni Ziwa Victoria. Kwa hapa inaruhusiwa kuogelea, naona watu wanaogelea wale. Hapa itakuwa ni salama, hakuna mamba hapa. Sasa tumeshafika kwenye uongozi. Kwa muongozo umetupia. Kwa hiyo kama nilivyokuambia kulipia hapa ni shilingi 1000 ili kuchangia wafanya usafi wa eneo hili na kupatunza hapa. Ni bei tu ya kawaida 1000. Ukitaka kuja kufanya photoshoot na vitu vingine shilingi 5000. So twenzetu mbele tuweze kuona
mambo mengine ambayo yanapatikana. Leo ni day 3 na kama sikosei bwana. Nafikiri ndio ziwa refu Afrika. Duniani. Duniani ni ziwa ambalo ndio refu. Lakini ziwa Tanganyika ni kwa kina. Kwenda chini, yani kina kwenda chini. Ziwa Tanganyika ndio la kwanza duniani, ila kwa urefu Victoria ndio refu. Kwa hizo ni hints za ziwa hili. Kwa tukishuka hivi sana hii barabara moja kwa moja tunaenda tunaingia hivi ndio Capri Point. Capri Point hiyo itakuwa ni mission ya siku ya 4. Kwa hiyo endelea kubaki nami, tutafika mpaka hapo Capri Point tuweze kuona huko ndiko ambako waliojipata wanakoishi. Hii hapa ni beach plot, tunaweza tukasema hii hapa ni kama Mbweni au Masaki ya Mwanza. Maeneo haya unaweza ukaona mwenyewe jinsi nyumba za huku zilivyo Mwanza. Watu wanakuja wanapumzika huku ni beach. Beach. Amna atuoje watu. Ngoja tuingie hivi. Tukamwangalie yule. Nipandishe na pale juu. Naonaje hiyo sanaa bwana? Hii sanaa hapa mbele ya nani? Ya plastiki. Hii ni katika mbinu moja hapo ya kubuni ya kutunza mazingira. Unaweza ukaona hizi hapa ni chupa zimetupwa humu na vifuniko vyake. Huyu ni mvuvi huyu, ameshika kafi. Anaendelea. Kivutio pia cha utalii. Kwamba watu wakija hapa wanafurahi na nini. Lakini pia ni moja wapo ya njia za utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo sawa. Unaweza ukaona hii hapa teknolojia. So hii hapa ni ziwa Victoria na boti zenye ni hizi hapa. Unalipia then you are good to go. Hizo hapa kwenda kushangaa huko mbele ya safari. Ngoja tupandishe juu hapa. Hapa nadhani tutapata view nzuri kabisa ya ziwa katika hii miamba hii. Mwanza. Mimi zamani nilikuwa najua kama wale watu wa juu kule ndio waliojipata. Wale wanaishi milimani kule. Kwa sababu ya view ile. Nikajua kule ndio kwa watu waliojipata, lakini nimekuja kuuliza kwa wenyeji wanasema kule ndio kwa watu wa kawaida. Kule ndio kwa watu wa kawaida. Ni kama Uswazi au Uswahili. Watu waliojipata kwa Mwanza ni mitaa kama ya Isamilo, mitaa ya Capri Point. Hiyo ndio mitaa ya watu ambao kidogo wame. Hii meli ya Bukoba au? Hii ni MV Victoria. Inaenda Bukoba. Sawa. Ruti zake ni Mwanza, Bukoba, Mwanza. Ile mpya inafanya safari za wapi ile? Ile mpya inafanya safari za Mwanza. Inaenda mpaka Kemondo. Nafikiri Kemondo ni Bukoba. Inarudi Mwanza. Lakini mipango iliyopo ya baadaye ya serikali ni kwamba meli ile itakuwa inasafiri hadi inaenda nchi za nje. Uganda, Kenya na baadaye kuna mpango hiyo inaenda hadi Kongo. Kwa kupitia ziwa hili tunaweza tukafika Kongo Nafikiri kuna kitu kama hicho. Sawa. Na bandari ni ile pale. Karibuni itaanza kwa kwenda Uganda na Kenya. Na bandari yenyewe ya Mwanza ni ile. Bandari ya Kamanga. Na meli ndo zinapaki pale. Zinatia nanga pale. So ndo hivyo, hili ni ziwa Victoria. Zamani wakati sijawahi kuyaona maziwa nilikuwa nadhani labda maziwa ni kitu fulani bwawa tu. Lakini kiukweli ziwa ni
kitu, ijapo tulikuwa tunasoma kwenye jogi, lakini bado ilikuwa nadhania tu kama ni bwawa tu sehemu ndogo, lakini nimepata kuona kwamba kuna sehemu unaweza ukaenda kati hauoni sempo yoyote. Kwa hiyo tunaweza kusema ziwa labda ndio bahari ya maji baridi. Tunaweza tukaita hivyo tu. Na sio bwawa kama ambavyo mimi nilikuwa nadhani. Sio kama nilikuwa sijasoma kwenye jogi, lakini kuna ile mentality, yani kitu ambacho picha, imagination unayoijenga kichwani. Lakini leo sasa nimejionea hili ni ziwa Victoria, na hii hapa ni Bismarck Rock. Mawe ambayo yanapatikana hapa Mwanza. So na hii hapa ni mitaa ya Gamal Abdel Nasser Road. Unaweza ukaona hapo beach plots hapo, watu ambao wamekipata kiasi chake. So niambie kama ushawahi kufika maeneo haya hapa ya Mwanza. Na je, ulitembelea maeneo haya na hali ilikuwaje? Niandikie hapo chini kwenye comment. Si bado tunaendelea kuzurura maeneo haya hapa. Ili tuweze kuona mambo ambayo yanapatikana ndani ya Mwanza. Unfortunately Mwanza haijapata bahati ya Afcon. Labda kwa miaka mingine ijayo, lakini kwa awamu hii inayokuja Mwanza hawapo kwenye Afcon, na wao watajiunga na mikoa mingine kwenda kutazama Arusha, Dar es Salaam, Zanzibar na Dodoma. Kwa hivyo kwa wale watakaoweza hapa, kwa sababu kuna meli kubwa itakuwepo, wataenda Kampala na wengine wataenda Nairobi. Kwa hiyo itakuwa jambo zuri tu. Ni Gold Crest. Sasa wengi wanafikiri pale so pale ndio kuna barabara ya kushuka kuja. So tunaendelea tu. Sasa wengi wanafikiri Kikwete ni pale yale majengo ya Gold Crest pale. Nafikiri pia hapo ni uwekezaji wa hawa NSSF. Ila bado walianza kufanya kazi. Limeanza kufanya kazi, ila nafikiri bado wanaendelea kulijenga. Ingawa tu ujenzi wake kama unasuasua. So kama unavyoweza kuona bado tuko katika mtaa huu hapa wa Gamal Abdel Nasser. Kama unavyoweza kuona ni pembezoni kabisa mwa fukwe ya ziwa Victoria hapa. Tunatembea hapa kuendelea kuexplore na kuangalia vile ambavyo tunaviona. Na hii hapa ndo Arusha. Arusha ni Mwanza. Kwa hiyo usafi usafi nao naona wanajitahidi. Nimekutana na watu wengi sana barabarani wanafagia barabara na bichi wanajitahidi kuitunza, isipokuwa tu inatakiwa tuongeze jitihada za kupunguza matumizi ya plastiki. Plastiki inakuwa jao sana, inapozidi inachafua miji. Kwa hiyo hapa ni maeneo ya Mwanza. Sasa ule ubishi ambao upo kati ya Mwanza na Arusha, nyinyi wenyewe ndo mtaniambia hapa kwenye comment wapi ni namba 2 baada ya Dar es Salaam. Katika all aspect Dar es Salaam nimezunguka maeneo karibia yote ya Dar es Salaam. Na Arusha nilienda nikafanya katika maeneo muhimu, na hapa leo niko Mwanza. Kwa hiyo nyinyi wenyewe mtaniambia kati ya Arusha na Mwanza wapi the best. Nikaandikia hapo kwenye comment chini, afu tuone. Unaweza kwenda kuangalia na video zingine. Tuone. Kwa sababu yote ni majiji makubwa, na kila siku kumekuwa na kelele mitandaoni wakitunishiana kati ya Mwanza na Arusha. Mimi leo niko hapa Mwanza, kanda ya ziwa. Hii hapa ndio kama capital ya Lake Zone. Si ndio Mwanza tunaweza tukasema kwamba ndio hub. Ndio kama yani ndio mji, yani kwa ile mikoa ambayo inapatikana kanda ya ziwa. Tunasema Interlacustrine region. Interlacustrine region. Mwanza ndio kama ndio mji mkubwa. Sawa Mwanza. Ndio mji ambao unabeba mikoa yote ile ya Interlacustrine. Kwa maana kwamba hata kiuchumi ndio mkoa ambao unabeba ile mikoa mingine yote. Sawa. Na of course Mwanza ni mji mkubwa. Taifa. Hata kama ulivyowaambia wakaandikia kwenye comment hapo. Comment hapo chini kati ya Mwanza na Arusha. Mimi anasema Arusha, wengine anasema Mwanza. Kila mmoja anawakilisha. Kila watu wanavutia kwao.
lakini kuna aspect ambazo watu wa urban planning wanaziangalia. Sasa kama nimezimulika, basi wewe utaniambia kwamba kwa kitu hiki na hiki hawa ndo namba 2, kwa kitu hiki na hiki hawa ni namba 3. Utaniambia hapa. Yaani hawa kati ya Arusha na Mwanza, mmoja anatakiwa akae namba 2, mwingine akae namba 3. Alafu ndo utafuata Mbeya, Tanga na wengine. Inaitwa Rusty Rock Beach Resorts. Hapa. Huko ndani ndo kuna huduma kama hizi hapa hizi. Huduma kama hizo za fine dining, new restaurant, kuna family and fun dining, na lake facing, pergolas, cooling under the sun, sunset. Kuna full stock indoor and outdoor bars. Huduma nyingi zinapatikana ndani. Sawa sawa. Kama ulivyosema wale waliojipata na nini wanafika maeneo weekend, labda baada ya mihangaiko ya wiki nzima wanakuja kuja kupumzika hapa. Na kitu kingine ambacho nimekikubali kuhusiana na Mwanza ni hali ya hewa. Hali ya hewa yake kidogo ni nzuri, sio joto sana na sio baridi sana. Sijajua kwa kipindi hichi labda nilichokuja, lakini nimeona tu kipindi hiki sio kipindi cha baridi sana. Kipindi cha joto. Ndio. Kinachoambatana na mvua. Na kijani bado kipo. Utunzaji wa mazingira naona umezingatiwa. Mwanza. Unaitwa mtaa wa Kishimba. Kishimba. Na wenyeji wa Mwanza ni Wasukuma na nani wengine? Au wao ndo wenyewe dominant? Yaani dominant tribe. Na sio kwa Mwanza tu. Kwa kanda hii. Mwanza, Shinyanga. Geita. Ni Wasukuma. Sawa sawa. Watatofautiana tu Wasukuma wa nini, si ndio? Mwanza dominant ni Wasukuma tu. Ila ambao ni wenyeji hapa. Sawa sawa. Mwanza na Geita na Shinyanga dominant ni Wasukuma. Sasa kidogo huko kwa wengine wanakuwa na wenyewe wanaenda katika kutafuta riziki. Ni kabila kubwa hilo, ndio maana limedominate eneo hili lote la Lake Zone. Lakini sasa hivi kuna kila mtu hapa. Kwa yale makabila makubwa 4 nchini Tanzania, kuna Wasukuma, kuna Wahaya, kuna Wachaga na Wanyakyusa. Hao ndio wako wengi. Yaani ukubwa tunaozungumzia ni ile geographical. Sawa sawa. Yaani wamekava eneo kubwa. Ni kweli. Unawakuta sehemu nyingi. Sawa sawa. So hii ni Mwanza na huku tuliko ni mitaa ya Gamal Abdel Nasser, bado tuko katika barabara ile. Barabara ni ile. Hapo tunapandisha huku. Kama unaanza kwenda labda ni kwa watu binafsi. Wanakojificha. Sawa sawa. Mwanza hiyo. Unaweza ukaona maji. Huku hamna shida ya maji huku. Maji yanatiririka tu kama Morogoro. Naweza nikasema zaidi ya 80 mpaka karibu 90. Yaani chanzo kikuu cha maji yanayopatikana yanayotumika Mwanza. Naweza nikasema almost na hata mikoa yote ya kanda ya Ziwa. Chanzo kikuu ni Ziwa Victoria. Hiyo ndio chanzo kikuu. Safi sana. Mwanza. Na hapa chakula kikuu ni ugali. Maana leo asubuhi tu nimepita maeneo fulani nikakuta ugali unasongwa na ni barabarani. Nikasema huku sio chai, ni ugali. Asubuhi mapema. Kwenye mida saa 3 hivi niko na sawa sawa. Wasukuma chakula chao kikuu ni ugali na wali. Na wali. Wanalima mchele sana. Sawa sawa. Hiyo ndo Mwanza wakuu. Hii leo ni day 3. Mission ya leo ni kuzunguka maeneo haya Bismarck Rock. Day 4 tutaangalia tutakuwa wapi. Inawezekana tukawa Capri Point na maeneo kama hayo. Kwa hiyo baki nami ili tuendelee.
explore maeneo haya Mwanza. Haya, hamna shida. Na swala la usalama, labda usiku, kutembea usiku Mwanza ipoje? Naweza nikasema kwa uzoefu wangu, lakini sababu hapa ninaongea mimi kama mimi. Naweza nikasema Mwanza is one of the safest cities in Tanzania. Yaani hapa hakuna mambo ya ujanja usela. Yapo, lakini ni kwa kiwango kidogo sana. Crime rate ni ndogo sana. Crime rate ni ndogo sana. Sawa sawa. Naweza nikasema usalama ni wa kuridhisha. Ni above 90. Pia anakuwepo, lakini ni machache. Sawa sawa. Na ni msimu. Kwa mfano kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Ndio labda unaweza matukio yanaongezeka. Yanakuwepo matukio ya uhalifu na nini. Lakini sio kwa kiwango kile cha kutisha kama ambavyo tungesema labda mikoa mingine kama sawa sawa sasa. Kwa hiyo ndio Mwanza wakuu. Kwa hiyo wote karibuni, mnaweza mkafika hapa, usalama umezingatiwa kwa 100%. Juu kule ile view. Kule ile view ile ni Gogo. Kwa nyuma hivi kule ndio Bugando. Nafikiri unaona jengo fulani pale. Lile jeupe lile. Mnara fulani pale hivi. Ile ni Bugando ile. Kuna barabara inafika kule? Barabara? Kuna barabara moja iko maeneo ya Igogo. Inapandisha moja kwa moja, afu inapanda huko ya mawe, inaenda kutokezea, inaenda kutumbukia moja kwa moja Bugando. Hospitali kubwa sana. Naijua, na kuna chuo pale. Kuna chuo pale cha KUHAS. Catholic University College of Health and Allied Science. Hapa ni TBC. Nafikiri shirika la utangazaji kanda ya ZIFA TBC. Nesi hapo ndani. Wanaonyesha kwamba ni huko. Tunaendelea kushuka Sasa hivi ndio tunarudi wapi? Sasa hivi ndio tunarudi Samaki. Pale tulipotoka. Pale tulipoanza kukania. Tuitafute Capri Point. Barabara inazunguka. Capri Point ndio hii hapa. Hii hapa. Sasa mara ya mwisho hata alipokuja, si niongee hata alipokuja rafiki yetu hatukuweza kuingia pale ndani kabisa kwenye hilo jengo. Kwa alikuwa tu anajaribu sawa. Kuchukua video yao. Hatukujaribu sana kuulizia, lakini tuliona kama ni jao. Ndio. Kwenda kusema jao. Nako. So hii hapa ni Mwanza. Labda tukajaribu sisi kuulizia kama tunaweza tukaingia ndani. Tutapata nani kidogo. Ngoja tuone. Lakini jengo hili hapa ni maarufu sana. Nadhani wengi mnalijua hili. Na kwa mujibu wa wenyeji wa Mwanza, kwa statistics hapa tuvukie upande wewe. Wanasema statistics. Takwimu ambazo zipo na za ndio refu zaidi Mwanza. Sawa. Kwa mujibu wa wenyeji wa hapa. Na takwimu za kuaminika. Kutoka pia vyanzo vya kuaminika. Sasa sijajua sababu anasema lina kama floor 15. Sawa. Unajua Mwanza haina ghorofa zile ndefu sana, majengo lakini ya kawaida. Juu sana. Kama ilivyo Dar es Salaam. Labda kutokana na jiografia yenyewe. Na pia kutokuwa, unajua pia naona ile miji ambayo labda kitaifa ni ina play role fulani. Kama unavyozungumzia Dar es Salaam, ile ni commercial hub of Tanzania, ndio moyo wa Tanzania. Alafu unavyozungumzia Dodoma ni makao makuu ya nchi, lakini pia ni capital city. Kwa lazima unategemea ukutana hata yale majengo marefu, kwa sababu utakuwa na institutions mbalimbali, pia vitu mbalimbali na nini, kwa hata kupanda yale majengo marefu rahisi. Kwa Mwanza sio kivile. Ni mji muhimu, lakini sio kama vile ile ilivyo miji ya kiserikali kabisa. Lakini ni mji ambao una potential. Na hapa vipi kwa watu ambao wanatafuta maisha, na labda anakuja kuhaso? Ipoje hapa Mwanza? Mtu anaweza akaja hapa akaanza from the scratch. Of course it's one of the cheapest cities. Mwanza is one of the cheapest cities
here in Tanzania. Sawa sawa. Nadhani ni mji ambao yani zile gharama za maisha ni affordable. Yani anaweza akaishi mtu mwenye uwezo sana, anaweza akaishi mtu wa maisha fulani ya juu kiasi, yale ya katikati na hata ya chini. Kwa sababu gani nakwambia hivi? Mwanza hata mtu ambaye anaweza akapata shilingi 5,000 kwa siku, anaweza kusurvive. Hapa Mwanza. Yeah. Sawa sawa. Miji mingine ngumu. Kwa sababu miji mingine tu natakiwa ununue maji hata kwa siku kama na ile hali ya hewa joto. Lakini Mwanza unaweza kutumia shilingi 4,000 kwa siku kwa survive ukatoboa kama ndio unajitafuta. Sawa sawa. Pia hata vitu vyakula ni vingi. Hata gharama za vyakula zinakuwa sio kubwa. Maana upatikanaji pia ni wa mchele wa kutosha. Mahindi hapa yanalimwa sana. Nyama, maziwa. Kweli. Tuje kwenye vyakula vya baharini ndio sisema. Samaki, dagaa. Kuna wengine wanaitwa fulu. Fulu ni kama jamii ya nini? Jamii ya dagaa, jamii ya dagaa lakini dagaa wakubwa. Kuna Mwanza kuna samaki aina nyingi sana. Kwa mujibu wa tafiti kuna aina pia za samaki ambazo hata bado hazijagunduliwa. Lakini kwa haraka mimi najua kama aina 10 za samaki ambazo zinapatikana Mwanza. Sawa sawa. Kwa hiyo Mwanza ni mji ambao pia umebarikiwa kuwa na vyakula vya baharini. Vya majini. Vya majini. Friendly. Sawa sawa. Huwezi kulinganisha na mikoa mingine ambayo naweza nikawa nafahamu. Sawa sawa. Ninapotokea mimi kama Arusha. Arusha ndio kaze mkanda. Kiukweli. Pia kuna sehemu za kawaida Arusha. Lakini unaweza kuona German Shepherd. Sio German au sio manani. Naona hapa ujenzi unaendelea. Hapo ujenzi unaendelea kwa mrefu. Sijajua wao kamilika. Na pana wana eneo kubwa. Unaona hii zote ni wao huko ndani. Lakini huu hapa ni SGR ambayo inatazamiwa itakanyaga Mwanza. Kwa hiyo itakuwa ni mwendo wa masaa machache sana kutoka Dar kufika hapa. Ikikamilika itakuwa ni kati ya masaa 6 mpaka 8. Sawa sawa. Mujibu wa waziri. Na alisema juzi alikuwa Mwanza, waziri wa Mbalawa. Alisema wakazi wa Mwanza ifikapo 2028 wategemee kwamba Dar itakuwa hii hapa. Itakuwa ipo machoni. Usafiri wa treni. Sasa ya mwendo kasi, viwango vya kimataifa ya mwendo kasi. SGR. Basi tuombe hivyo ikikamilike ili iwe, kwa sababu kweli tunaona mwendo kasi unasaidia. Unaona sasa hivi Dodoma imekuwa yani ni swala la kufumba na kufumbua hapo Dodoma na Morogoro, kufumba na kufumbua hapo Dodoma, kufumba na kufumbua hapo Morogoro, kufumba. Kwa hiyo ni usafiri ambao unasaidia, unapunguza. Kwa sababu mimi hii safari yangu ya kanda ya Ziwa nimeanzia na treni kutokea Dar mpaka Dodoma. Umeona? Dodoma nikaunganisha kwa basi ndio nimekuja huku. Kwa hiyo nimepunguza saa kadhaa hapa za safari. Kwa basi Kwa hiyo ni usafiri mzuri. Kwa hiyo tuombe tu. Na ile hapa ndio jengo la Capri Point lenyewe. This is Mwanza City. Na huku wamefanya ubunifu wa kuweka barabara za mawe zile mitaani. Lakini pia mazingira yanaruhusu mawe ni mengi. Na bwana Chimbili, kuna baadhi ya sehemu ukienda unakuta mtu mwingine amejenga lakini kutokana na kwamba pale aliko kwake amezunguka na mawe makubwa, unakuta baadhi ya ukuta wa nyumba yake ni jiwe lile. Yaani hajaweka tofali pale wala ni jiwe. Ameweka mawe yale. Nafahamu nyumba kadhaa hapo igogo hapo na nini ukipita. Yaani unakuta yaani ile jiwe limekuwa kama ni huku BOT. BOT hapa itakuwa jao kushoot. Wapendi sana kamera.
Hii BOT kwani imezunguka wapi hadi wapi? Mbona kama kila sehemu inayopita ni BOT? Au mimi ndio sija master ramani ya Mwanza? Unajua kwa mfano pale tulipokutana tukaenda hivi. Kuna barabara nyingine pale tulipokutana, hii barabara ndio tuliacha, tungekuja nao tulikutania huko. Kwa hiyo tulikuja nao tumezunguka, tunakutana na ile barabara. Ina maana hapa tukirudi tunaenda kukutana pale tulipoanzia tukaenda hivi. Sawa sawa. Ukienda hivi nafikiri hivi unaenda saa 8 huko. Naenda hadi saa 8 huko. Mwanza. Visiwa. Si ndio kwa wanapandia boti. Pandia sana. Hapo pia. Unaweza kaona hapa ma high rise building yakiwa yanaendelea hapo. Mwanza. Yeah. Angalia saa kwanza sana. Unaosha na kipindi ile kipindi kabisa kwenye mlima. Basi tunasema kwenda. Au na ruhusa kuna mtaa. Tuvuke. Hiyo hapo ndo Capri Point. Unfortunately ujenzi unaendelea. Ikifunguliwa tutakuja kufanya in details. Kama tunavyotembelea majengo mengine, lakini kwa sasa hivi kidogo ni strict prohibited kuingia hapo. Lakini ujenzi unaendelea. So hii hapa ilikuwa ni day 3, mission ilikuwa ni kufika Bismarck Rock na maeneo haya hapa ya mtaa wa Gamal Abdul Nasser. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, like, comment na kushare. Tukutane katika namba 4 mission nyingine. Naitwa Navigator Chinduli.